paka chooni. Hawa nimewashuhudia mwenyewe nikiwa Zanzibar. Jamaatu tabligh, mtu amesilimu huko analazimishwa kutoka katika kundi aje azungumze manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jududu fil islam, rajulun jadidun gharibun, mtu mpya kabisa anaweza kuzungumza vipi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kuzungumza hivyo, wiki iliyopita wakanitembelea baadhi ya watu wa jamaati tabligh, ni katika nasaha na yusia nafsi yangu kushikamana na dawa ya haki, na yoyote atakayeingia katika langi, atakayeingia kwenye mstari wa kufanya batil, tuna uwezo wa kumjibu biidhnillah, tutamjibu na wala hatujali matokeo itakuwaje. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sisi ni wa Allah, sisi sote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake Allah azza wa jalla ndio tunarejea. Naambiwa nisizungumze jamaatu tabligh, naambia sikuwa na muda wa kuzungumza jamaatu tabligh, lakini mustafidi wangu anauliza takiwajue jamaati ya Pakistan asili ya itikadi yao ni ipi. Sema alhamdulillah, wameshanitembelea mpaka Waarabu wa Kipakistani. Nikauliza itikadi yenu ni nini? Wallahi nimemuuliza aina Allah, mmoja katika wa Pakistani, kana yastati'u qalila an yatakallama lughata rasulillah, alikuwa aweza zungumza kidogo lugha ya mtume. aina Allah, Allah iko wapi? Faqala li bil hurufin wadhiha, Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Qala li Allah fi kulli makan. وهذه اعتقاد وحدة الوجود, ndio itikadi ambayo Ali radhiyallahu anhu katika ukhalifa wake, itikadi hii ameipiga vita na ikapelekea baadhi ya watu min al-khawarij Ali awachome moto, kwa sababu alisema anta Ali hahu. Fasala Ali ma maana hahu, fabashara faqala annaka Allahu fi jasadi al-insan, kwamba wewe ni Allah katika kiwiliwili cha mwanadamu. Ndio jamaatu tabligh. Antum la taarifunahum, nyinyi hamwajui manhaji zao, manhaju sufia, manhaji yatabarakuna fi kuburi shuyukhihim, wanagaragara kwenye makaburi ya mashekh zao. Manhaji sufi ndio hao wanaozuiliwa na wanajeshi wa Saudia, askari wa Saudia, mamlakatul arabia Saudia, wanawazuia, wanakwenda kugaragara baada ya salam. Ukiingia katika Masjid Nabawiya, fafshu alayhi salam ma ashabi, qul lahu assalamu alayka ya Rasulullah au assalamu alaykum, unakusudia kumsalimia mtume, na pembeni iko sahibu wake Abu Bakar Siddiq na Umar. Wao wanataka kutabaruk, kushikashika ile ardhi, kushikashika lile kaburi, kitambaa, wengine uchana kabisa subhana Malik al-Qudus, waje wafungie watoto wao India. Ndio manhaji ya sufi. Wanawachuoni wakubwa ambao pia si tunasema wana baadhi ya akhta, lakini wanawachuoni wanaolingania dawa ya ahlus sunnah wal jamaa. Lini ahlus sunnah wal jamaa ala fahmi salafi salih ata jihadia wakawa na muamalat na ahlu tabligh? Lini? Angalia Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen, ziko fatwa kwenye neti, bali angalia majmuu al-fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen. Ameulizwa juu ya jamaati tabligh, akaizungumza kwa ubaya, mpaka Maliki wa Saudi amesema mamnu dukhulu hadhihi jamaati fi mamlakati al-arabia Saudia. Saudia hakuna jamaati tabligh, na wakionekana wanashikwa kwa sababu dawa yao ni sufia, inapinga manhaji ya Muhammad Abdul Wahhab. Lakini sisi tuwapokea msikitini kwa sababu watapita, unafunika kombe, mwanaharamu apite na dawa yake, haende zake. Lakini angalieni ndugu zangu katika imani, hii ndiyo dawa inaendelea. Mimi nimeelezea, nimeulizwa kama Abu Ismail, na naelewa madhara ya mtu mwenye kuficha haki kwenye kitabu na sunna. Kasema jamaatu tabligh wana makosa na udhaifu, ni jukumu letu sisi kuambia wajirekebisha. Alhamdulillah, pengine hao tunao wana itikadi ahlus sunnah wal jamaa, lakini Allah hajawafahamisha kwamba dawa ni tawqifia. Dawa lazima uangalie mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya vipi dawa, na ndio tunashindana na baadhi ya makundi. Ukiangalia Hizbu Tahrir ambao muasisi wake anaitwa Taqiyuddin Nabhani, amechukua firqa ya kihizbia kutoka Misri chini ya kiongozi wa kisufi anaitwa Hassan al-Banna. Allah msamehe, pia ametangulia mbele ya haki. Hassan al-Banna ndio viongozi walioasisi Ikhwan al-Muslimin,
Muslim Brotherhoods pale Misri, wamekuwa kina Muhammad Mursi wakilelewa na kina Hassan al-Banna, wakataraji kwamba wakiingia katika utawala baada ya kufungua vyuo na mashure ili waislamu waingie kwenye administration za kikafiri, baadaye watakuwa na nguvu hata kwenye mabunge. Kumbe wanaritadi, wanatoka katika Uislamu. Muasisi wa Hizb ut-Tahrir Sheikh Taqiyuddin Nabhani kutoka Al-Quds Palestina amechukua fikira hiyo, ameenda nayo akaipeleka Kudsi, akaanzisha kikundi chake akikipinga Ikhwan al-Muslimin, kwa sababu Ikhwan al-Muslimina wao wameingia katika masala ya demokratia na huu ni ukafiri, hakuna shaka juu ya ukafiri huo. Yeye akaanzisha kikundi akaikataa demokratia, Taqiyuddin Nabhani.